Mama, sijui mtoto. Yaani kae tu bila kuzunguka. Mama Kiomari. Mama Kiomari. Nilete maji ya kunzi. Ni baba simu. Sema kae tu ndani ya nyumba. I don't want peace. I want problems always. Mario. Ametoka, kuna shida gani? Yaani hujui hizo shida zilizoko ndio uliza shida gani? Umari akaenda ndani ya nyumba hii. Mtoto mkuu mtu mzima. Tunaenda ndani ya nyumba. Yuala akiamka enda zake. Fanya kazi. Baba Kiomari, ukisema hivyo unakosea. Wakosea baba Kiomari. Mbona umejenga chuki hivi kwa mtoto wewe? Mtoto kila siku asubuhi hapa anatoka kwenda kutafuta kazi. Wewe unasema amekaa tu, si vizuri baba Kiomari, si vizuri. Saa 3 kutoka saa 3 na saa 4 ndio enda tafuta kazi. Mtoto anatoka hapa saa 12. 12 uko barazani pale keki na wenzake. Sema hivyo baba Kiomari, sema hivyo. Mtoto hapa ndani anatoka saa 12. Wewe hangaika huko mtoto. Akirudi, baba, mama, nimehangaika sana lakini sijapata kazi. Leo hii wewe unakusema hivyo? 12 yako yuko nje pale barazani. Ana cha saa 12 huyu. Mimi nimejua tu. Niletee maji, si maji waje kumlalamikia Omari. Kila siku lazima kumtie mdomoni mtoto. Jamani, na mtoto anahangaika. Yatafuta mtoto. Yatoka akija, baba, mama, nimehangaika sana lakini sijapata kazi. Leo hii wewe ni mtu kumsukuma mtoto hivyo. Kila siku Omari, nimechoka. Shauri yako. Atakuja kupanda kichwani huyo. Mtoto. Nyinyi mtendekeza watoto namna hiyo. Akikupanda kitano si ndaumu. Umeshtua na simu yako. Nishangaa. Wewe acha tu bwana. Nadhani nishakwambia kuhusu mambo ya nyumbani bwana. Sasa imekuwa kama ni too much sasa hivi. Yaani yule mzee yongea mambo ya ovyo sana. So nimechoka kwa ufupi. Nimechoka na ukiangalia natafuta kazi na kosa. Kwa hiyo kuna wazo limenijia kwenye akili yangu. Ndio nikakuita sasa uje nikwambie tushauriane, kama liko sawa basi nitashukuru vile vile ukikubalia. Mimi nataka niwe mganga. Mganga? Nimejua tutashtuka. Nataka niwe mganga. Hilo wazo hilo umelifikiria lini? Wazo nimefikiria tu leo. Yaani nilipoona tu yale matatizo yanazidi pale ndani ya nyumba. Sasa ni leo kwanza. Yule mzee ameongea ovyo sana. Umeona? Kwa kweli ile wazo limenijia makati hata sikutegemea kama nitapata wazo kama hilo. Lakini sasa usishtuke, usione kila mahali tukiona kuna bango, unaenda kwa mganga kadhani kwamba eti ni mganga wa kweli. Hapana. Ni waganga tu wa mchongo. Sasa mimi nataka ni mganga wa mchongo. Si wazo baya kulingana na venye ambavyo changamoto unazopitia. Kupata kazi kwenye ni shida, si baya. Kwa hiyo umenikubalia? Nakubali, mimi mpinge nini? Au si? Okay, sasa fanya hivi. Unajua mimi nitakuwa mganga wa mchongo. Kwa upande mwingine nitapeli, si ndio hivyo? Kwa hiyo sitaki kila mtu afanye nini? Aelewe kwamba mimi nafanya utapeli pale. Umeelewa? Sasa basi, baada ya kushirikisha. Sijui baby, mimi lazima nitakubali. Maana yake utakachosema mimi nafanya. Siwezi pinga. Sasa wewe utakuwa kama pale mpokeaji wageni. Umeona? Utakuwa kama mpokeaji wageni. Alafu mimi nitakuwa naongea vitu lugha ambayo sielewi. Wewe utakuwa na tafsiri. Yaani wewe mkalimani. Lakini ujue lugha wewe mwenyewe pia huifanya nini? Sawa basi, ile swala lishapita.
fanya, yaani lazima tupate pesa. Tutapiga hela. Lazima tupige hela. Usijali, mimi kwa sipendi lolote. Achaniambia mimi nafanya. Kwa hiyo tutaendana, lakini mimi nataka kuona kwa huyo mganga sasa unafanya. Wataka kuanzia hapa. Hapa. Au si? Ili kesho mteja wakija. Sawa. Yaani hapo mashetani afanya nini? Yamepanda. Wafasa anaanza kuongea yale maneno na tafsiri. Sawa, ile tutapiga hela. Ile lishapita. Oh, kwa hiyo ile ndio ilikuwa umeniita. Maana inashapita. Si unajua mpenzi wako kazi si. Basi tuelezee tumekuwa tumekutia hivi. Sawa. Bwana, kama nilivyokuita, nina shida kubwa sana kwa nyumba. Shida gani? Huyu Umari si wamjua Umari wangu? Namjua. Sipati nafasi hata kukaa na mke wangu. Mara ashapita hivi, mara amepita hivi, hatafuti kazi. Yuko tu ndani ya nyumba. Mimi nasikia dhiki, natamani hata niuze hii nyumba nitoke hapa. Hii nyumba atakuuza? Sasa hao ndio ambao nitafanyaje hao Umari na mamake nao? Wanikalia kooni sijui nifanye nini? Mwanzo wako. Hawako sasa. Hakuna mtu. Basi sasa mimi na mtaalamu wangu. I don't want peace. Na mganga wangu mimi. Una mganga? Naye mganga mimi. Yeye tukienda kimwambia mambo yetu yote, mambo yako yote yameisha. Umesikia? Omar apigwa chizi, umesikia? Mamake naye anawekwa kama mtungi wa maji. Basi. Umesikia? Kimya. Utanipeleka. Na mambo yako yanaenda barabara kabisa. Tunaweza kwenda leo? Hivi sasa? Nafasi yako. Sahi? Nafasi yako. Niache nikabadilishe, nivae shati tutoke. Sawa. Sasa. Karibu kijana. Shukrani mganga. Mimi kijana zangu. Mimi dereva bodaboda na pale stage kwetu bana, wenzetu mzangu wanabeba lakini mimi sipati bao lolote. Alafu ukiangalia cha msingi mimi ndio kichwa cha familia nategemewa mimi. Sasa hii bana ukosa pesa kila siku. Yaani nikiwa tuseme miezi miwili imepita sijabeba bao lolote yani. Kila wenzangu waje wanaenda na beba lakini mimi hakuna kitu, yani mtupu tu. Tushasikia shida yako kijana. Hapa ndo kwa mganga Masemo. Mganga msema kweli. Kuna dawa nitakupatia. Unaenda hapo mnapobeba wateja saa 9 usiku. Unaoga ukiwa tupu. Kama ulivyozaliwa. Kwa sababu wenzako wamechukua riziki zako kupitia pale pale. Kwa hiyo unatakiwa uoge ukiwa na pikipiki lako. Wewe na pikipiki lako mkue hapo. Na hii dawa yenye nitakupatia mimi sasa, unatia kwenye maji, unaoga nayo mwili mzima. Umenielewa? Tumeelewana? Umeshika masharti? Nimeshika. Chukua hapa chini. Pesa tia hapa ndani. Kidogo bana. Pesa ngapi hiyo? Kazi ifanyika vizuri. Nyingine nitaleta mbele. Ukiondoka usiangalie nyuma kijana. Sawa. Kasongo hiyo na wewe. Ndio kasongo hiyo. Nitakupa 500. Sio kwamba ina pesa hii kazi bwana. Nitakupa 500 sawa. Ndio mwanzo huu. Najua tutapata wateja wengine, pesa itaingia. Sawa. Jamaa kama vile ameshajua tuko wawili. Mbili lakini tuko mimi mwanaume nachukua hizi 3 sawa. Tusubiri wengine. Karibu mama. Karibu kwa mganga Masemo.
Sema matatizo yako. Mganga, mimi kilichonileta hapa ni kuhusu uko nyumbani kwangu. Mume wangu ni mkali, yaani ni mkali mpaka amepitiliza, haswa kwa mtoto wangu Omari. Yaani mtoto afanye kosa, yeye yuko juu amtetesha, mtoto asifanye kosa, yeye anamtetesha tu. Yaani hapo ndani hakuna amani kabisa. Sasa basi, nimekuja hapa unipe msaada. Yaani nataka mfanye mambo yenu. Huyo mume wangu huyo atulie, awe mpole akupitiliza. Yaani nikimwambia fagia anafagia, fua nguo wafua, piga deki anapiga deki, nioshe nguo anaziosha. Nikikohoa aniulize, umekohoa mke wangu na nini? Omari akipita yamuuliza, mbona wapita kuna shida gani? Sawa mganga? Nimekusikia mama. Hapa ndo kwa mganga Masemo. Mganga msema kweli. Mama, tatizo lako litatatulika. Hakuna kisichomshinda mganga Masemo. Mganga amesema sharti lake kwa kazi yako uhakikishe unalala usiku kwa upande mmoja, usigeuke upande mwingine, unalala kwa upande mmoja tena wa kushoto. Usiamke kwenda kukojoa, usiamke kunywa maji, wala usifanye tendo lolote na mume wako. Hilo ndo sharti la mganga, na ukifeli na hilo vinakurejelea mwenyewe. Ni sawa. Sharti la mganga ni hilo mama. Ni sawa mganga, ila niko na swali. Hilo sharti ni la muda wa siku ngapi? Mganga amesema ni usiku huu mmoja. Ni sawa. Na nisikuchokeshe. Kwa mfano kama hii kazi inafanya kazi, nitaona nini? Utaona tu matokeo yake. Sawa. Asante. Karibu. Pesa tia hapa mama. Ngapi? 2,000 kama pesa. 6,000 mama. Kazi yako ni kubwa sana. Na ukiondoka usiangalie nyuma mama. Ni sawa mganga. Teja wa pili. Mbona sielewi? Uelewe nini? Huyu mbona sauti ya mama yangu? Sauti ya mama yangu. Nisi mjema wako. Na alichokizungumza vile vile nyumbani kwetu. Hii ni sauti ya mama. Ndio. Hii sauti ya mama. Sasa tumia. Bora si bana tuzingatie mkoto bana baby. Niachie chao. Baby sasa umzidi. Kazi yote hii buku moja baby bana umzidi. Yule maza mbwaga 6. Ujue mama yangu. Anajua ni mama yangu. Lakini mimi ni mpenzi wako ujue. Ndio, lakini mama yangu ongeza chao. Mambo yenyewe haya. Yeye mwenyewe atawaambia shida yake iko nini. Karibu mzee. Karibu kwa mganga Masemo. Asante sana. Eleza shida zako mzee. Shida zangu mimi kabisa ni kwangu. Shida iko nyumbani kwangu.
vile nimechoka na kuishi na watoto wangu. Mtoto wangu ananisumbua, bibi yangu ananisumbua. Mimi nataka niuze pale nipaondoke. Sitaki kukaa. Hilo ndilo jambo muhimu kwa. Sawa mzee. Jambo lako litatatuliwa mzee. Ila kuna masharti. Sharti lenyewe unahakikisha unapangusa nyumba yako. Nyumba unaisafisha. Nyayo za mke wako anapokanyaga kwenye nyumba yako Nizifute zile nyayo zake kabisa mzee wangu kabisa. Na nguo za Omari na za mke wako unazifua na maji unamwaga huko nje. I don't want peace. I want Nitie uchizi kabisa sibaki. Swala hilo limepita hilo baba. Sawa sawa. Umenielewa mzee wangu? Nishakuelewa. Umenielewa mzee wangu? Nakuelewa. Ukifuata hao masharti basi mambo yako yatakuwa sawa. Sawa. Na kuhakikishia mzee. Hapa ndo kwa mgeni na simu. Karibu sana mzee. Asante sana. Pesa tia hapa ndani. Oh. Okay. Sasa. Chiziki. Easy. Na ukiondoka usiangalie nyuma mzee. Sasa. Washaenda. Wameenda. Mkuto marefu haya baby. Hapa tuanze maisha afisi. Ngoja kwanza. Hizi naziganya. Achana na mambo na pesa kwanza. Subiri kwanza. Hivi unajua aliotoka hapa ni mzee, ni babangu. Acha masiara. Asubuhi ankuja mama. Sasa hivi mteja alitoka hapa alioletwa. Yule ni babangu mzazi na yule ambaye nilikwambia matatizo pale ndani. Nataka niweke uchizi sasa. Mambo yamefikia huku. Hata sina hamu kabisa na hizo pesa. Usiniachie mimi hizi pesa. Usichukue hata shilingi. Wewe chukua. Nataka niweke uchizi. Tafuta ajira, nimetafuta ajira lakini nataka niweke uchizi vile vile. Okay, sasa fanya hivi. Baba, mama, huko nyumbani Kitaumani. Mshatu umewapa, acha niende kaangalie movie na wewe. Sharti moto. Hawa mzee ameanzisha vita ambavyo hatoviweza.